Karibu sana tunapoendelea na vipindi vyetu maombi ya vita. Maombi ya vita, leo tutaendelea kipengele kinachohusu nguvu ya maneno. Maneno makali, maneno mabaya, maneno ambayo ni sumu. Na kumbuka kwamba silaha hii ya maneno ni silaha kali, ni silaha yenye kuangamiza. Basi tuombe alafu tuendelee na kipindi chetu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya wema wako siku ya leo. Tunajikabidhi kwako tunapoanza kipindi hiki kuangalia silaha ya adui iitwayo maneno. Tusaidie kujifunza na kuelewa katika jina la Yesu. Amen. Basi tunaangalia maombi ya vita na tunaona Waefeso 6:10 kuanzia mstari wa 10 mpaka wa 18. Tunajifunza jinsi gani ya kupigana hii vita. Ni vita ya namna gani? Inaelekea wapi? Adui amejipanga kwa namna gani? Pale kwenye mstari wa 12 nasema, kwa maana vita vyetu si katika damu na nyama, bali ni dhidi ya wafalme, wenye mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya. Hiyo ndo vita ambayo tunapigana nao. Tunapigana na viumbe wasioonekana. Tunapigana na nguvu isiyoonekana waziwazi. Lakini adui hutumia watu na Mungu pia hutumia watu. Kwa hiyo sisi tuko upande wa Mungu na Mungu ametuambia tutashinda. Lakini pia tujue vita ilianzia mbinguni. Vita ilianzia mbinguni. Kama Mungu aliyeketi juu mbinguni anamiliki na kutawala, ameumba vyote, lakini vita ikaanzia kwake, ikaanzia juu, mahali penye usalama, mahali penye miliki kubwa. Basi tujue kwamba sisi hatuwezi kuepuka vita. Kwa hiyo tukiangalia neno la Mungu katika kukabili maneno, tunaanza kuona kwenye Yeremia 18:18 ambapo tunaona vita kubwa ya maneno. Yeremia 18 mstari wa 18. Hapa tunaona Yeremia anakabiliana na maneno. Anakabiliwa na maadui wakitumia maneno. Hapa ndo tunapata msingi kwamba kumbe maneno ni silaha kubwa ya vita. Nasema hivi, hapo ndipo waliposema, njoni na tufanye mashauri juu ya Yeremia, maana sheria haitampotea kuhani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Njoni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Njoni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Kwa hiyo adui amejipanga kwamba apige bila kuangalia maneno yako yoyote. Sasa kitakachotusaidia sisi, na ndicho kilicho msaada wetu, ni kubeba neno la Mungu ndani yetu, ni kujaa neno la Mungu ndani yetu, ni kujaza kabisa maandiko matakatifu ndani yetu, maana yale ndiyo yanatupa ujasiri wa kushinda. Danieli sura ya 11 mstari wa 32 inasema kwamba bali watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watatenda makuu. Watu wamjuao Mungu wao. Kumjua Mungu ni kupitia neno lake, ni kupitia maombi, ni kupitia kujifunza tena na tena juu ya neno lake na ukuu wake. Kwa hiyo utaona kwamba adui anatumia maneno, anatumia sana maneno. Na tunaona pia ili mtu afanye jambo lolote baya kwako, ili mtu akudhuru kwa namna yoyote, lazima kwanza yanatangulia maneno. Maneno ndio yanatangulia, na maneno ni silaha kubwa sana.
ni silaha kubwa ya adui. Tunaona pia kwenye Ezekieli sura ya 21 mstari wa 21 tunaona maneno yanaambatana na uchawi. Uchawi unaambatana na maneno. Inasema hivi: maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga. Aliitikisa mishale huko na huko, akaziuliza terafi, akayatazama maini. Mstari wa 22, katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura ya Yerusalemu, kuviweka vyombo vya kubomolea, kufumbua kinywa katika machinjo. Hili neno ndo nilitaka, kufumbua kinywa katika machinjo. Anafumbua kinywa ili kuchinja, ili kuharibu, ili kuleta madhara kwa Yerusalemu. Maana ameshika kura ya Yerusalemu, anaandaa madhara. Inaendelea kusema hivi: kuinua sauti kwa kupiga kelele sana, kuweka vyombo vya kubomolea juu ya malango, kufanya maboma na kujenga ngome, kufanya maboma na kujenga ngome, kufanya maboma na kujenga ngome. Kwa hiyo utaona jinsi sauti inatumika, maneno yanatumika kuleta madhara, kuharibu, kuleta matokeo ambayo hatukuyatarajia, hatukuyapanga. Yeremia anashambuliwa kwa maneno. Hapa tunamuona mfalme wa Babeli naye yuko akileta madhara kwenye mji wa Yerusalemu, akishambulia taifa la Mungu kwa kutumia maneno na kupiga kelele sana katika ile njia aliyokusudia kusimama. Kwa hiyo funzo ni kwamba maneno yana nguvu. Maneno ni mishale. Maneno ni mishale ya moto. Yesu alisema anatupa sisi kinywa na hekima ambayo watesi wetu wote hawataiweza. Kwa hiyo ndani ya kinywa cha mwamini kuna silaha. Hiyo ni Luka 21 mstari wa 15. Yesu anasema, anatuhakikishia tutakapopelekwa mabarazani, tutakapopelekwa popote, tuna kinywa, yeye katupa kinywa kwanza, lakini ndani ya vinywa vyetu kupitia neno lake ameweka silaha ya neno. Na hilo neno inaitwa hekima ya Mungu. Ndio maana anasema nimewapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu hawataweza kushindana nayo, ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo. Kwa hiyo tunawajibika kusimama kabisa kidete kwamba kuna silaha hii inatumika vibaya, inatumika kinyume na sisi. Kwa hiyo tunaona pia katika Isaya 7 mstari wa 5, Isaya 7 mstari wa 5 na wa 6, inasema hivi: kwa kuwa Shamu amekusudia mabaya juu yako, pamoja na Efraimu na mwana wa Remalia, wakisema. Umeona, hawa wamepanga, wamekusudia, na wanasema, wanatamka, wanajiandaa, wanapangilia maneno. Wanasema sasa kwamba haya, na tupande ili kupigana na Yuda na kuwasumbua, tukabomoe mahali tupate kuingia na kummilikisha mfalme ndani yake, huyo mwana wa Tabeeli. Umeona, huyo mwana wa Tabeeli wanamwandalia mpango kwa njia ya vikao na kujadili, na hayo maneno wanayopanga ni kwamba watatuma mashambulizi. Wanatuma mashambulizi dhidi ya yule mfalme anayetawala kwa sasa. Na ashukuriwe Mungu, kwenye mstari wa 7 tunaona kwamba Bwana Mungu asema hivi: neno hili halitasimama wala halitakuwa. Neno hili halitasimama wala halitakuwa. Unaona, Mungu naye anapinga mipango ya waovu kwa kutumia neno. Anasema neno hili walilosema halitakuwa, halitakuwa. Neno hilo
halitasimama wala halitakuwa. Kwa hiyo Mungu analituma neno lake kutusaidia. Tunatumia neno lake kupinga vita vya maneno. Maneno yana nguvu sana. Maneno yana madhara makubwa katikati ya wanadamu. Matokeo na uharibifu ni mkubwa sana unaotokana na maneno. Tuna mfululizo wa matokeo mengi yanayotokana na maneno. Maneno yamesababisha uharibifu mkubwa. Maneno yamesababisha magonjwa. Maneno yamesababisha mauti. Na tuangalie tu kidogo sehemu ya Daudi, nini alikikuta vitani. Goliati alitumia maneno kulitukana taifa la Mungu na kulidhoofisha kabisa na kulishinda. Alitumia silaha ya kinywa kulishinda hili taifa. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 10 nasema hivi: yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti, wakafadhaika na kuogopa sana. Maneno ni hatari. Maneno ni uharibifu mkubwa. Maneno yana madhara makubwa sana katika maisha. Taifa la Israeli, mfalme wa Israeli ambaye Mungu yuko upande wake, ambaye Mungu amesimama pamoja naye, anafika mahali anaogopa haya maneno ya Mfilisti na yanamnyong'onyeza kabisa. Biblia inasema walipoyasikia maneno hayo ya Mfilisti, wakafadhaika na kuogopa sana. Ni maneno mangapi umewahi kuyasikia yakakufadhaisha na ukaogopa sana? Kama utakuwa mkweli, ni maneno mengi sana, na yamechangia sehemu kubwa kuharibu maisha yako. Yamechangia sehemu kubwa kukufanya ubadilishe hata kozi ya kusoma. Ulitakiwa usome hiki, sasa hivi unasoma hiki kwa sababu ya maneno. Walimu walisema huwezi, walimu walisema huku ndo kuzuri, kuna mtu alikwambia huku ndo kuna ajira, ukaamua kuacha kusoma hiki ukachagua kusoma kile. Uliamua kusoma walimu kwa sababu una ajira. Uliamua kusoma kuna ndugu yangu alikuwa na uwezo, lakini kile alichochagua kusoma ni kwa sababu kilikuwa na ahadi kwamba utapewa mkopo 100%. Kwa hiyo akaamua kusoma kile kwa sababu amesikia maneno kwamba utapewa na serikali mkopo 100%. Kwa hiyo akaenda kusoma mathematics, kaenda kusoma science ili apate mkopo 100%. Lakini alipoenda kusoma hakupewa 100%. Kwa hiyo kwa namna fulani akawa hajaridhika. Maneno yana madhara. Maneno yanabadilisha direction ya maisha ya watu. Lakini pia maneno yameharibu sana maisha ya watu. Watu wameharibikiwa, watu wamepitia changamoto nyingi. Ngoja nikupe maneno mengine ya mzazi anamwambia mwanae. Maneno mabaya, maneno yasiyofaa, maneno ya kuvunja moyo. Mfalme Sauli wa Israeli anasema maneno kwenye sura ya 20, Samueli wa kwanza 20 mstari wa 30. Anamwambia mwanae Jonathan, anasema hivi: basi hasira yake Sauli ikawaka juu ya Yonathani, akamwambia, wewe mwana wa mke mkaidi asi, je, mimi sijui ya kuwa umemchagua huyo mwana wa Yese kwa aibu yako mwenyewe na kwa aibu ya uchi wa mama yako? Maana wakati mwana wa Yese akiwa hai juu ya nchi, wewe hutafanikiwa wala ufalme wako. Basi sasa peleka ukamlete kwangu, maana hakika yake atakufa huyu.
Unaona maneno ya mzazi, anamwambia mwanae, anamtukana kabisa, anampa maneno mazito ya kumkatisha tamaa, ya kumharibu kabisa. Anasema huyu mwana wa Yese akiwa hai, wewe hutatawala, wewe hutamiliki. Kwa hiyo anamtukana, lakini ile message anaileta kwa matusi mazito, maneno mazito makali ya kukatisha tamaa. Yonathani mwishowe alikufa pamoja na babake. Walikufa siku moja, walikufa vitani, na walikufa kwa makosa ya huyu mzazi. Yonathani hakustahili kufa kile kifo, lakini somo langu ni kwamba nguvu ya maneno. Maneno ni hatari, maneno ni mikuki, maneno yana madhara, maneno yana madhara, maneno ni hatari sana. Nimalizie sehemu ya leo ya hii ambayo tu ninajadili. Ninakuonyesha Warumi 3:13 inasema, koo lao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira i chini ya midomo yao, vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Mstari wa 14, Warumi 3:13 na 14, kwamba kuna watu wamejaa uchungu, wamejaa hasira kwa sababu ya maendeleo ya watu wengine, kwa sababu tu mbalimbali, kwa sababu wao hawajapata hiki na sisi tumepata hiki. Kwa hiyo dunia ndivyo ilivyo. Maneno yana nguvu, maneno, uharibifu unatokana na maneno. Na ninakuombea kwamba uwe mtu wa kuchukua tahadhari dhidi ya maneno mabaya, dhidi ya laana. Laana na baraka yote ni maneno. Kwa hiyo maneno mengi sana yanayotoka kwenye vinywa vya watu ni laana. Wanalaani, wanalaumu, wanalalamika, wananungunika, wana huzuni. Yale maneno yanayosemwa wakiwa na huzuni, maneno yanayosemwa wakiwa wamekasirika na yanaelekezwa kwako ni hatari sana, kwa sababu ardhi huchukua yale maneno. Yeremia 22:29 na 30 inasema hivyo, kwamba ardhi inabeba yale maneno, yanakuwa ushahidi. Unapoikanyaga, maneno yale yanashuhudia kwamba wewe umelaaniwa, wewe umetukanwa, wewe umebarikiwa ama umelaaniwa. Kwa hiyo tujue jinsi sasa ya kufuta hayo maneno. Tutaangazia tena kipindi kinachofuata jinsi gani ya kukabili hii laana ya maneno, haya maneno yasiyofaa, jinsi ya kuepuka hayo maneno, jinsi ya kuyashinda hayo maneno. Tutaangalia katika kipindi kitakachofuata. Kwa hiyo tufuatane, endelea kusubscribe, endelea kushirikisha watu. Nimekuonyesha tu madhara ya maneno, madhara ya maneno mabaya, madhara ya matusi. Taifa lilihuzunika, liliingia katika hali ya kutomwamini Mungu tena na kubabaika na kuhuzunika. Mungu akupe neema kujua maneno hayo yana nguvu kiasi gani, lakini ndani yetu Yesu ameweka moto, ameweka neno lake ambalo ni moto, litakaunta hayo maneno yote. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, kwa ajili ya maneno ambayo yamerushwa kwetu Bwana kama mishale, tunaomba tusaidie. Tunayafuta sasa kwa damu ya Yesu Kristo maneno yote, maneno ya hasira, maneno ya chuki, maneno yaliyotamkwa kwa uchungu, tunayafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Kila neno lililoelekezwa kwetu, kila neno lililoelekezwa kwetu, tunalifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu umetupa neema. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Barikiwa sana.